Kalonzo Musyoka. Wakitapatapa KANU tunapepea, wakihangaika KANU tunapepea, hata watangatange KANU tunapepea, litawachoma sana. Hata watangatange nyenye mwapepea. God is good and all the time. Mungu yu mwema na kila wakati. Na washukuruni sana, lakini kwanza shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, Septemba tarehe 30. Musalia tu siku moja, kesho ni mwezi wa 10. Uchaguzi ujao, Mungu akipenda, tulisikia wazi tarehe 8 ama tarehe 9 mwezi Agosti mwaka ujao. Kwa hivyo safari imeanza. Na nyinyi wanakanu umeanza kwa kasi kweli. Ikumbukwe kwamba mimi mwaka 1988 nilichaguliwa kama katibu mtendaji wa chama cha KANU. Na hivyo basi nikahudumu bila uoga, nikiwa hata mtoto kiasi fulani. Mzee Moi akatushika mkono. Mtashangaa kwamba siku hiyo hiyo nilipochaguliwa kama katibu mtendaji, aliyechaguliwa kama chairman alikuwa Mzee Moi mwenyewe, Mungu amlaze vyema. Secretary General alikuwa Mzee Mudavadi. Mwambieni hiyo ndugu yangu, nilichaguliwa siku moja na baba yake. Musalia alikuwa hajaingia kwa siasa. Alafu mimi akachaguliwa kama katibu mtendaji. Jafet Lijodi kachaguliwa kwa sababu Mzee Moi alikuwa anaweka kabisa balance baina ya mikoa, akawa ndiye treasurer wa KANU hata kabla ya mzee late William Olentemama. Basi mtaona hata mzee our late Secretary General Joseph Kamotho alinikuta mimi nikiwa katibu mtendaji, kwa sababu Saitoti naye alikuja baadaye akachukua nafasi yake Karanja. Kwa hivyo mimi kweli nikisema ni mwana KANU, I think ina sababu. Ni kwa vile huwezi kuwa kwa vyama viwili. Lakini nashukuru kwamba kwa niaba ya wenzangu wanaharakati wapendwa wa chama cha Wiper Democratic Movement, nimekuja ili niseme pongezi kwa ndugu Gideon Moi na chama cha KANU. KANU fresh, mbele iko sawa. Rafiki yangu Bafadhil alizungumza hapa kama katibu mtendaji, na mimi nakumbuka katika that Delegates conference ambapo nilimpa nafasi akazungumza. Mzee Moi akasema huyu kijana huyu ana umaarufu wa kuongea, na nadhani kwamba Bafadhil abadilika, the older has become the more fluent. Kwa hivyo tumetoka mbali. Tarehe 18 mwezi March 2002 mimi nikachaguliwa sasa, sio katibu mtendaji, basi national vice chairman wa KANU. Gideon, nilikosea tu ile chairman kidogo. Nasema former president alikuwa chairman. Hebu angalia, that time ndugu Musalia had caught up, lakini alikuwa ameandamwa sana na ndugu huyu alitoka hapa Jirongo. Walingangana sana na Mudavadi, ikikumbukwa. Hata Jirongo alikuwa anataka vice chairman, lakini akasukumana na Mudavadi akamwachia. Katana
our friend Katana Ngala was the other vice chairman. Akasema uongozi tu, kama ni uongozi nitachukua vice chairman. Ndugu Uhuru Kenyatta akachaguliwa vice chair. Kwa hivyo na Raila naye mlisikia akisema alikuwa secretary general. Baada ya merging tulishuhudia jambo la amani, chama cha KANU bendera enda juu, NDP ikateremshwa, na kwa hivyo akawa secretary general, ingawaji kwa miezi 3 peke yake. Kwa hivyo zote hawa, nakumbuka mzee Kibaki akisema kuangusha KANU ni kama kukata mugumo tree with a razor blade. Sasa KANU ndi hii imeamuka. KANU, thanks to Gideon and your leadership, I want to assure you, my brother, we will walk this journey together. You know, we have already started walking this journey together under One Kenya Alliance. It's sort of an embodiment, One Kenya Alliance. Kwa hivyo nikisema OKA, munipe Kenya moja. OKA. KANU iko hapo ndani, kama vile Secretary General wenu anasema. One Kenya Alliance, the embodiment actually of the handshake. Because my friend Raila, kwa akitaka kukuchekesha, anasema tulikuwa tunaenda Kanani, lakini mto Jordan umeingia mamba wengi, kacha tujenge daraja. Bado tunajenga hiyo daraja, na hiyo daraja kwa maoni yangu ni One Kenya Alliance, ambapo KANU iko mstari wa mbele. Kwa hivyo ndugu Gideon, unajua niseme haya kwa sababu ni wana KANU. Kabla ya mzee kutuacha, alinikalisha chini mimi na ndugu Gideon, na yale ambayo tulizungumza na mzee Moi bado yako fresh kwa akili yangu. So this is a real brother. Huyu Gideon, hata kama wengine watakuacha, you know I can't. Na kama wengine watatuacha, na kama wengine wataniacha mimi, najua Gideon hawezi kuniacha. And that is the future of this country. Tashukuruni sana. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema sana. Na hiyo safari sasa, beautiful speech. Ufisadi umeweka mbele, kipao mbele, ufisadi. Huwezi kuweka wafisadi kwa uongozi wa nchi. Ndugu Gideon, shika usukani, na washukuruni sana. Nimeona hata ameweka ile ua ya mzee hapa, na mimi nitafutie kamoja niweke. Zara, thank you for standing with our brother. You are a wonderful lady. She looks like an Egyptian queen. And she means well. If there are leaders with clean hearts, and this is why I'm here, because Gideon, out of his own upbringing, the way I know him, is not a liar. Unajua shida ya wanasiasa ni udanganyifu. Yani mtu mnakaa na yeye hapa anakudanganya, na unaona anajaribu kukudanganya, and you move on. Lakini Gideon speaks his word. It's like my training. My word is my bond. Najua huyu ndugu ana roho ya udanganyifu hata kidogo. Na kama kuna shida tukizungumza, Gideon anasema I must tell you the truth. Katika hii safari tayari tumekuwa tukizungumza. Anaambia Steve, I must tell you the truth. Kwa hivyo lazima sasa tuangalie viongozi ambao hawezi kudanganyana wao kwa wao. Na hapa katika udanganyifu ni mambo ya ajabu katika historia ya Kenya. Zote tuelewa. So I am ready and able and willing to walk this journey with my brother Gideon, with KANU, and I can see after 2022 a possible merger of all of us. Pengine tuunde tena now our independence party as the vehicle to the future. But for now, I'm the leader of Wiper Democratic Movement. Na mimi mniombe pengine nipatie kuteuliwa
tukiteuliwa kufanya kazi pamoja, sababu kuna inchi, kuna umuhimu wa haraka zaidi. Kwa hiyo mambo haya mniachie mimi na Gideon, tutayafanya. Wewe usijaribu kudhulumu. Unajua shida ni wafuasi wakati mwingine. Nakwambia suluhisho itatokana na sisi, kwani twajuana. Waswahili wajuana na nini? Asanteni.